Mimi ndo natoka hivyo. Mambo mengine utafanya mwenyewe. Samani. Uamuzi wako ni sawa. Umeshaanza tena. Samani ya nini? Sijakuzoea hivyo. Nimezoea siku zote ukiwa unatoka lazima unikisi. Sijakuaga vizuri? Yaani sijakuageje vizuri? Sijakuelewa. Sijakuzoea hivyo. Nimezoea siku zote ukiwa unatoka lazima unikisi. Mazoea yatakuponza. Sijui unanielewa. Kwa lazima kila wakati nikitoka huko ndani lazima nikukisi, ndio? Hapana. Lakini wewe si mpenzi wangu. Tatiana. Unamaanisha umebadilika kiasi hicho? Nimebadilika kwa mimi kinyonga au na rangi 7 siku hizi? Nisikize kwambie kitu. Mimi natoka. Kilichomo huko ndani mtafanya peke yako. Mimi ya maisha siyawezi. Kila siku nalala humu chini na nainuka humu chini. Badilika, tafuta pesa. Kwa kama wanaume wenzako basi. Ukitaka mimi nisio hivi, ukiwa na pesa, sitakuwa narukaruka nje. Sijui unanielewa? Sawa Tatiana. Lakini kumbuka mimi napambana kwa ajili yako. Chakula, malazi, haya mambo mengine unaweza kunivumilia tu. Kwa sasa hivi bado sijajipata. Niangalie vizuri kwanza. Tena niangalie kwa makini. Mimi sio hazi kama hii. Umenisikia? Kama unatafuta mwanamke ambaye unahisi labda utaanza naye chini mpaka juu, sio mimi. Nipo na mambo yangu. Kwa fuata mambo yako. Uamuzi wako ni sawa. Maana jibu la mjinga ukimya. Penzi lako likuwa dawa. Maoni mwangu umejanigima. Samani. Bila samani. Nilikuwa nahitaji unisaidie kitu kama utojana. Ulikuwa na shida gani? Naomba unisaidie simu yako. Kuna mtu anahitaji nimpigie. Simu. Vipi? Mtu mwenyewe hapatikani. Asante. Hana namba nyingine, labda mjaribu kwa namba nyingine. Hapana, naifahamu tu hiyo. Sina nyingine naojua. Lakini naomba kujua jina lako. Jina langu naitwa Malesa. Sijajua wewe unaitwa nani? Naitwa Tatiana. Asante kwa kufahamu jina lako. Sawa Tatiana. Lakini tunaweza kuwa marafiki kama utojana? Ndio, tunaweza kuwa marafiki. Sawa. Asante kwa hilo. Sasa hizi na kazi kidogo, tutaongea kwa wakati mwingine. Najitahidi nisichachame, lakini bado mzigo mkubwa kichwani umeshanilemea. Najitahidi bado nashindwa. Kaka, mbona unaondoka niachi chochote? Na unajua huko ndani hamna kitu chochote kile. Ndugu yangu. Naelewa kwamba ndani hamna kitu. Swaki. Na hivi unavyoniona mguu, nilikuwa nimepanga fika. Niende huko nikapambana pembeni. Naona. Baadaye nikipata kitu nije tuweze kula. Ila kusema kweli kwa sasa hivi sina kitu. Kuna mchongo kidogo na usikilizia. Naenda hapo ukilipuka. Leo nyama. Haya. Basi usichelewe. Yaani wewe ndo maana nakupendaga. Tokea kipindi kile tumeachwa sisi wenyewe tu wawili. Wewe huyo ndugu yako, huyo dadako usimwache hivi hivi. Ishi naye. Na mimi nikaizia sawa mama. Kibanda chenye kama hivi unavyokiona hivi. Tumeachwa sisi tu wenyewe wawili tu.
kaa macho. Mimi nawezaje kukuacha wewe ndugu yangu wetu sio? Acha kwanza nikakupambania. Pamoja kwamba mimi na tumbo na wewe nalo. Ila matumbo yetu yote mawili yanahitaji collab. Afu hiyo collab sio poa, na wewe mwenyewe nakuelewa ndugu yangu. Unapiga matungi wiwi. Kaka bwana. Basi sawa kakaangu. Nakuombea Mwenyezi Mungu akujalie uko unapoenda. Usinisahau lakini mimi mdogo wako. Mimi nawezaje kukusahau wewe? Wewe nishakwambia, yani sisi we are the two wise people. Kusahauliana mbali hiyo. Hata vile vishangazi vile. Na kwa pia havigusi kwako. Yani akija tu akianza kuongea ujinga eti kati ya mimi na mdogo wako nani bora? Naambia acha ujinga, napiga bonge la dochi. Wewe ndo ndugu wangu, wewe ndo faida yangu. Sikuachi. Ngoja ngapambanie mida tutakuja kustoa kitu hapo. Ila nakuonea. Usijali, acha niende. Kaka. Najitahidi nisichachame, lakini bado mzigo mkubwa kichwani umeshanilemea. Najitahidi bado nashindwa. Kaka samani. Bila samani. Naosha wewe. Asante. Mimi Samani. Unaitwa nani? Aisha. Aisha. Una jina zuri sana. Asante. Na inaonekana una moyo mzuri sana. Mabinti wachache wenye moyo kama ule unao. Okay. Unakaa sehemu gani hapa? Nakaa mtaa pili. Hapa juu. Mbona sijawahi kukuona? Mimi nipo kakaangu. Kama mimi nakaa tu mtaa pili. Sawa. Basi tutakuwa labda mimi tembee. Ila nafurahi kukutana na wewe. Sawa. Asante. Najitahidi nisichachame, lakini bado mzigo mkubwa kichwani umeshanilemea. Najitahidi bado nashindwa. Kama nilivyokuambia, kama unahitaji kazi kweli lazima uwe makini sana. Sio, unanielewa? Maana vijana wengi wanakuwa akija kazini wanakuwa na stress zao zilizotoka nazo kwa majumbani kwao, mwisho wa siku wanashindwa kufanya kazi kwa ufasaha. Sawa, mimi nimekuelewa, na kingine labda nipende kutoa shaka. Mimi nitajitahidi usiwe na stress, kwa sababu stress na kazi ni vitu viwili tofauti kabisa vya kazi. Na nitajitahidi nisikuangushe. Naomba kwa hilo niamini rafiki yangu. Mimi kwa hapo sina kipingamizi. Yaani kilichobaki ni wewe tu kufanya majukumu yako ipasavyo. Siku ya kesho unipigie simu asubuhi. Sawa, mimi nitakupigia. Ukishanipigia nitakuelekeza namna gani ya kufanya ili ujaze form then uanze kuingia ofisini. Rafiki yangu, kwa hili siwezi nikakuangusha, kwa sababu tayari mwenzio majukumu nishaanza kuyavaa. Majukumu? Majukumu gani unazungumzia? Itakuwa nilisahau kuambia. Kitu gani ulichosahau tena? Pale nyumbani sasa hivi naishi na shemeji yako. Yaani umevuta jiko? Ndio. Hongera sana. Mimi kwa sasa hivi
Najivuta. Nikipata mwanamke ambaye yuko sahihi na mimi nitakuwa kama wewe. Nikupe hongera sana rafiki yangu. Asante. Kushauri lakini ukimbilie kwenye ndoa kwa sasa hivi. Kama umeweza mimi nitashindwaje? Lazima na mimi nioe ili nitimize maandiko. Sawa. Lakini sio pa kukimbilia. Sawa, mimi nimekuelewa. Tuachane na hayo. Kesho nipigie mapema sana simu ili nikuelezee namna gani ya kujaza fomu. Basi, mimi nitashukuru sana. Kuna lingine? Hapana. Wewe sema kama kuna lingine bwana. Wewe ndugu yangu ujue. Ndio. Kama na lingine mimi nakwambia. Kwa saizi una jingine? Kwa sasa hivi sina jingine. Basi sawa. Sawa. Naingia hapa mbele. Haina mama. Sawa. Funga tu moto tu kok kama bakwa. Nakiuna kabisa. Ani kunywa bwana tu hapa. Hagufa. Mama mwanzako bana. Wanaume anajiamini shupavu. Utakuwa wewe sasa unafanya kazi unataka kukopa chakula. Kibonjoka ya. Nipigia kale. Hii tabia imeanza lini? Unakunywa pombe kiasi hicho? Wewe kuswe. Kwa hiyo usinipigie makele. Mausingiza pale. Alafu wewe ni mtoto wa kike. Ukileo kupitiliza hivyo unaweza ukabakwa, kuna magonjwa. Hebu badilika basi. Muda wote nimekusubiria hapo ndio nipikie. Lakini cha kushangaza umerudi kama hivi. Umelewa. Nikisema nikupige hapa, mimi mwenyewe nitaonekana mjinga. Wewe kuswe kwa mfano. Wewe kabisa unatoka mundani ukatafuta pesa ukaleta mkoko mundani stoke nje. Unaleta mimi naondoka huko nenda kufanya nini? Unaniambia nitapata matatizo gani unazungumzia? Nishakwambia usinipigie kelele na chendelala. Blana basi. Nimebadilika sana. Unalewa, unijali. Sijajua nani anakushika masikio. Uamuzi wako ni sawa, maana jibu la mjinga ukimya. Penzi lako likuwa dawa, maoni mwangu umejanigima. Karibu sana rafiki yangu. Asante. Naona mambo sio mabaya. Lakini nimeona kwamba nisichelewe kama tulivyokuwa tumeongea jana. Ndiyo nilikwambia uje asubuhi lakini ratiba zimeingiliana. Nilipigiwa simu ya pale ofisini kwamba natakiwa nipumzike ndani ya mwezi mmoja kwa sababu nimefanya kazi kwa muda mrefu. Kwa hiyo wamenipa budget tu ya matumizi ndani ya mwezi mmoja. Na kwa pale ofisini mimi ndo napokea wafanyakazi. Sasa imekuwa ni ngumu kidogo wewe kupata kazi pale. Maana mimi tena sipo ofisini. Mbona kama ghafla sana? Mimi naona hapa cha kukusaidia wewe ni kuangalizia tu bajeti kidogo ya kula ndani ya hizo siku 2-3. Alafu zeni swala kazi litaenda taratibu lakini sio kwa haraka hivyo tena. Maana naona utaratibu kidogo umechange. Lakini hamna namna nyingine labda ya kufanya niweze kupata kazi. Kwa sababu mimi mwenyewe mazingira kabisa yamekaa vibaya. Nadhalilika rafiki yako. Mbele yako na chaguo moja. Mimi nimekwambia naweza kukusaidia ambapo naweza. Lakini siwezi kuforce kukusaidia kitu ambacho kipo ndani ya uwezo wangu. Nimekwambia kama pesa ya bajeti nitakupa. Wewe umesema kwamba hauhitaji pesa.
Sawa, sasa unataka nikusaidie nini tena rafiki yangu? Ni sawa, lakini hicho utakachonipa kitanisaidia kwa muda mchache. Kikiisha nitatafutia wapi? Rafiki yangu, usiwaze, mimi nitaangalia namna gani ya kukusaidia. Maana ni wachache sana ambao wanaweza kukataa pesa, lakini wewe unaonekana una nia kweli ya kutafuta kazi. Nipe muda kidogo. Malesa, asante sana kwa msaada wako. Basi sawa. Habari. Salama, karibu. Namba nyanya, karoti ya 300 na kitunguu. Dada samani, naomba ni nyanya za 300, karoti moja, kitunguu na nyanya chungu za 200. Kwani dada, mimi kisiki au hujaniona? Siongee na wewe, naongea na mhudumu. Lakini si umenikuta. Kwa hiyo kama nimekukuta, Basi mstaarabu, hata salamu. Salamu hiyo inanilisha au inanivisha? Au ndo unaenda hapa mjini, si ndio? Fuata mambo yako. Nini na nini? Nyanya umeshanikia? Bamia namba za 100. Lakini mama si amenikuta. Wewe dada wewe. Tafadhali usitaki nikulete shari sasa hivi hapa. Niache nihudumiwe niondoke. Nyanya chungu umeneka hizo. Kitunguu tayari. Shilingi ngapi? Hapa inakuwa kama 1000. Na mbele yangu dada. Fuata mambo yako. Kuna watu hapa duniani jamani? Hapana. Basi sawa, nipe. Sija najiona nani? Chenchi. Wewe mzee, bora kwanza nilipokutana na wewe hapa, maana umenizungusha kinyama. Mimi nakuja kwako pale nakutana na taarifa wewe haupo tu, kila siku haupo. Nimekutana na wewe, nipe changu. Hebu nisikilize wewe. Nimekupa kazi ufanye. Umelipua, hujafanya kama ninavyotaka mimi. Siwezi kukupa hela. Ukitaka upate hela yako, njoo malizie kazi yangu vizuri, nilizike. Ndio nitoe hela yangu nikupe. Yaani iko hivi, wewe mzee, na kuangalia wewe kweli akili zako hamnazo. Nimekuja kwako, nimefanya kazi, unaniambia kwamba eti wewe sijafanya kazi, nimebaruza. Oya wewe, acha ujinga. Nipe hela yangu. Hujafanya kwa weledi kama nilivyokuelekeza. Mimi nimekuelekeza bwana, fanya hivi na hivi. Hujafanya kama nilivyotaka mimi. Umelipua tu umeondoka upate hela. Sana kwambiaje, mimi sikupi hela mpaka ukafanya kazi vizuri. Mimi nilizike. Yaani hela yangu nitoe nikiwa nishalizika. La sivyo sikupi hela. Wewe mashitani hayo yanapanda. Baba, ila unatoa utoi. Story. Unatoa utoi. Story. Ya mwisho unatoa utoi. Story mpaka umalize kazi. Nakwambia nakuwa leo. Ila unatoa utoi. Ila unatoa utoi. Story. Ila unatoa utoi. Nakuwa leo. Ila unatoa utoi. Hebu acheni bwana. Eti acha ujinga mzee. Shida nini? Usianze kuuliza shida nini. Namdai hela yangu. Iko hivi, hebu nisikizeni kwa makini. Sisi ni watoto wa kiume. Na maisha ni connection. Connection ni sisi wenyewe. Si unanielewa vizuri? Wewe ukisikia mchongo kama unaishi na huyu vibaya ni ngumu kumuunganisha. Si unanielewa vizuri? Sisi vijana inatakiwa tuwe pamoja. Tuwe na uhusiano mzuri. Hela. Yawezekana sio makusudi anafanya, maybe hana. Si unanielewa vizuri? Hebu nisikize vizuri. Anakudai shilingi ngapi? Unasikia blaza? Huyu mimi nimempatia kazi. Aje afanye kazi yangu nimpatie 5000. Lakini kaja akafanya kazi kalipua. Yaani hajafanya kazi kwa weledi kama ninavyotaka mimi. Yeye kafanya tu ni mradi ili apate hela yake. Sasa mjomba 5000 ndo mnaibishana hapa mjomba. Mbona mnashushana brandi? 5000. Naelewa inawezekana 5000 ina thamani kwako ndugu yangu. Lakini sio vizuri.
Mimi nakupa 5000 ila mimi sipendi mgombane. Sisi watoto wa kiume. Leo kesho wewe ndo utanisaidia, huyu atakusaidia. Usiangalie tu leo kuna wewe kelele acha ujinga wewe. Nakupa 5000 bwana. Yaani unaona ungeongea maneno mengi kwa vile umepaka hivyo vidude vyako hapo kichwani sio. Ujue na kudownload muda mrefu na wewe nakurukia vile vile. Mwanangu. Nampa huyu. Sitaki tena akusumbue. Mimi nimekuelewa. Sio kwamba 5000 sina. 5000 mimi nakumpa huyu ninayo. Hela ipo. Issue inakuja kwamba siwezi kumpa 5000 yangu wakati hajafanya kazi kwa weledi. Yaani brother, unapotoa hela inauma mzee. Mtu nimekuelekeza fanya kazi hivi na hivi na hivi. Hujafanya kama ninavyotaka, nitakupaje hela? Sio kwamba mimi hela sina, hela ninayo. Kinachoelekea hapa ni kwamba kila mtu anaonekana kwa upande wake kakosewa. Mimi naona ili kuepusha ugomvi. Kwa sababu wewe hamna kitu unachodaiwa mpaka hapo. Kwa upande wangu tufanye kila mtu ana makosa. Mimi ninachohitaji ugomvi usiendelee, tuishi kwa amani. Sisi watoto wa kiume. Mimi siwajui, amnijui, lakini sio vizuri. Kwa sababu wewe ulipo mkigombana, ukiumia wewe kuna familia inakutegemea. So bro, fikiria kwa makini. Yaani umeongea yote ila dakika ya mwisho point uliongea kutoa hela. Usingetoa ni kwa simuelewi huyu. Ningemnyongelea hapa nyao wewe. Tokeni. Basi poa mwanangu, mimi naenda. Poa. Mbona unapita kama vile unifahamu? Samani. Kwani wewe nani? Si tumesoma wote. Nani kweli? Boring. Sawa. Za siku Nzuri. Zefaso, unaishi wapi siku hizi? Maana toka tulivyomaliza shule hujawahi kuonekana tena mtaani. Nakaa mitaa hii tu, lakini sio mbali sana. Ni hapo mbele, mtaa wa kwanza wa pili, ndipo napoishi mimi. Oh, sawa. Mimi naona tubadilishane mawasiliano. Unaweza ukaniachia namba yako? Sawa, sawa. Mtajie. 0 78 89 99 imeisha 42. Asante, namba yangu inaishia 75. Basi sawa, tutawasiliana. Maana kwa sasa bado niko busy kidogo. Aya, asante. Sawa. Halo. Naongea na nani? Naongea na Tatiana. Tatiana? Ndio. Tatiana gani? Tulikutana pale barabarani. Nikachukua namba yako. Lakini si uliniambia unampigia simu mtu. Samahani kwa hilo. Sikuwa napanga kumpigia mtu yoyote yule. Sasa kwa nini utumie njia kama hiyo? Si ungeniambia tuna shida na namba yangu. Nilikuwa najisikia aibu kuomba. Ila kama utojeni naomba tukutane. Sawa.
Kwa sasa hivi niko busy kidogo, ila nitakujulisha. Sawa, nitafurahi kama nitaonana na wewe. Sawa, haina shida. Nahitaji sana kuonana na wewe. Sawa. Aisee, wewe vipi? Samani. Nilikuwa kwenye mawazo, lakini sio kwamba nimependa. Bahati mbaya. Hivi unatembeaje barabarani una mawazo mengi kama hivi? Yaani uangalii mbele, uangalii chini, mpaka unanipamia. Lakini sijafanya makusudi. Naomba niwie radhi kwa hili. Lakini hapa nilikuwa natembea nawaza kazi. Huko nilipotoka nimekosa kazi na niliahidiwa kupata kazi. Kwa hiyo natembea nipo kwenye mawazo. Sijajua wewe mwenyeji sana hapa. Kama utakuwa mwenyeji naomba uniangalizie basi kazi. Of course, mimi ni mwenyeji, mimi ni mitaa yangu. Kwenye issue ya kazi, na kazi ipo ndio, lakini inahitaji mtu awe mzoefu kidogo. Kama uzoefu, mimi nina kichwa chepesi sana kushika. Ndani ya mwezi mmoja nadhani nitakuwa nishakuwa mzoefu. Naomba sana unisaidie kama inawezekana. Itakujielewa nini maana neno uzoefu? Uzoefu sio kwamba eti ufanye kazi baada ya mwezi mmoja. Uzoefu ni ule ambao umeshafanya kazi takriban miezi 3 mpaka miezi 6. Huo ndo uzoefu. Lakini kuanza kazi hicho ufanye, yani hujaifanya afu ndo ufanye upate uzoefu. Hakuna mtu akukufundisha hicho. Ndio maana neno uzoefu. Ungekusha fanya kama miezi 3 au 6 na kuendelea mbele, hapo ningesema ni mzoefu. Sawa. Hamna namna nyingine ya kunisaidia hata kama nikiwa sina uzoefu? Uwezekano upo. Sema hiyo kazi inahitaji kianzio kidogo. Yaani ili uweze kupata kazi lazima uwe na kama 200,000. Sema kwa sasa sina hela. Labda ningependa kukuomba kama kazi nianze afu zeni nitakupa hela. Yaani kwa hapo nisikudanganye utachemka. Sababu uwezo kukusaidia wewe pesa afu ndio uanze kazi sina, kwa sababu yani hiyo kazi sio ya kwangu mimi mwenyewe. Ni kazi ya mtu mwingine. Kwa mimi ni kama tu na kuwekea udalali hapo. Yaani sio udalali, kama nakusaidia tu. Upewe 200,000 umpe huyo bosi ili uanze kazi, lakini mimi sipati chochote. Kwa ingekuwa kazi ni ya kwangu mimi mwenyewe ningesema sawa nikupe. Ukishapokea mshahara wako au nikukate kwenye mshahara sawa, lakini kazi sio yangu. Kwa hiyo hilo siwezi kukusaidia kwa hilo. Sawa. Naomba basi ujaribu kuniamini kwa hili. Mimi nahakikisha kabisa mshahara wangu wa kwanza tunakupa hapo. Nisaidie kwa hili. Hapo. Wewe kana mshamba katoka kijijini. Huyu nikimkazia 200,000 anatoa, anampiga na kazi ya pati. Ndo akualia hela. Uamuzi wako ni sawa, maana jibu la mjinga ukimya. Penzi lako likuwa dawa, moyoni mwangu umejanigima. Najitahidi nisichachame, lakini bado mzigo mkubwa kichwani umeshanilemea. Najitahidi bado nashindwa. Vipi umeamka? Nashindwa.
Tatiana. Tatiana. Nini? Niliondoka ukiwa bado umelala. Nienda kuangalia kazi. Sema kazi yenyewe bado sijafanikiwa. Kwa hiyo kama hiyo kazi hujafanikiwa mimi ndo nikuajiri ama? Sina maana hiyo. Au vibaya mimi kuambia kwamba nienda kutafuta kazi. Umeshapika? Yaani umetoka huko mwana kutoka, unakuja unauliza vipi utakuwa umeshapika. Nikupikie nini? Umeacha la kula huko ndani? Mimi nimetoka nimekuacha umelala. Nimerudi, lazima nikuulize kama umepika au hujapika. Umetoka hapo hujachukua chochote? Alafu unauliza eti umeshapika? Una akili kweli wewe? Sasa unajiongeza bwana. Au nimeajiriwa huko serikali za mitaa kusema nitafute hela nije nikupikie huko ndani ule. Yaani mwanaume mzima una taibu. Kuwa basi na huruma. Nimetoka asubuhi hapa nimekuacha umelala. Nimeenda kutafuta kazi nimekosa. Nirudi nyumbani unaanza kuniambia maneno kama hayo. Hebu jaribu hasa kunihurumia. Nikufariji na nini? Au kipi cha zaidi unachonifanyia kusema labda mimi nakaa na kufariji wewe? Nisikize kwambie kitu. Usiniharibie siku yangu kabisa, nimeanza vizuri. Kwa hiyo jaribu hata kunifikiria kama mimi ni hizo uniwekea hata chakula. Nisikize kwambie kitu. Siku yangu imeanza vizuri, usiniharibie siku. Alafu isitoshe, humu ndani nimepika chakula changu tu na nimekula nimemaliza, nimeshiba, nimekaa nimetulia. Asa sitaki buguza na wewe. Utajua mwenyewe unakulia wapi. Kwa hiyo hujanifikiria hata mimi mwenyewe pia kuniwekea chakula. Nishokwambia sitaki kelele. Jiko liko ndani unaweza mwenyewe ukatafuta chakula chako ukapika kama mimi nilivyojipikia. Sijui unanielewa? Mimi hujanileta nikupikie huko ndani, sawa? Sawa. Uamuzi wako ni sawa, maana jibu la mjinga ukimya. Penzi lako likuwa dawa, moyoni mwangu umejanigima. Najitahidi nisichachame, lakini bado mzigo mkubwa kichwani umeshanilemea. Najitahidi bado nashindwa, 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 nashindwa.